Uzumbewa yetu ubwana takanaka nini ula uwendete haikalia takanaka nini. Uzumbewa yetu ubwana takanaka nini ula uwendete haikalia takanaka nini. Niwa kwenye mambeta hamwai nena matika ona Uzumbewa yetu. Niwa kwenye mambeta hamwai nena matika ona Uzumbewa yetu. Uzumbewa yetu ubwana mbeo ya kaitale ila ineneva kwemete yonze yolo wanze. Uzumbewa yetu ubwana mbeo ya kaitale ila ineneva kwemete yonze yolo wanze. Niwa kwenye mambeta mwai ende namo matika ona Uzumbewa yetu. Niwa kwenye mambeta mwai ende namo matika ona Uzumbewa yetu. Akamba zangu yakaitwe kolio umwendete tuni ukona Uzumbewa yetu. Kano ila mbeu yekasweka valoka ikamana. Tujiulize maswali hayo, wapendwa wenzangu wa Kristo. Tunaelekea wapi? Hii dunia inaelekea wapi? Si vile ilivyokuwa. Mtu yuko tu anasema na isonge mbele. Ndio tunamaanisha, yani hakuna kitu tuko na uoga nayo, hatuogopi chochote. Wewe dada ulia hapo, ndugu ulia hapo. Hebu muogope Mungu. Lakini nikiwa pande ingine nijiulize maswali, nitamuogopa Mungu ama nitaingia jehanamu? Nitaendelea na mambo za dunia ama nitaendelea na mambo ya Mungu, kutangaza injili ama nitaendelea kutangaza maovu na kufanya maovu yenye tunaona huko mitandaoni yamekuwa mbaya sana. Hii mitandao imekuwa mbaya sana. Wewe ulioko hapo kuna watoto, hebu elimisha watoto wako kuhusu mitandao venye ilivyo. Waambie mitandao imekuwa mbaya kabisa. Mtoto akishika simu na akijua kama kuna TikTok, anajiingiza kule, inakuwa ni kama mchezo wa huko TikTok. Anaanza kujiuza mwili wake uji. Ni kijana ni msichana. Tafadhalini, sijasema kwa mbaya. Tuelimisha hao watoto wetu kuhusu maisha na kuhusu mwenendo anafaa kukaa. Juu maisha imekuwa mbaya sana, hata tuelewi tunaelekea wapi. Kuna kitu inaitwa kumuogopa Mungu. Wewe mtu mzima, msichana ama uwe ni kijana, uwe ni baba ni mama, muogope Mungu. Ukifanya kitu jiulize, je, wale watoto wangu wako nyuma na nitawazaa ama nimewazaa, wakija kupatana na hii kitu nimefanya na kimeingia mtandaoni, kimekuwa wazi, kimeonekana, jiulize. Atajiuliza ulikuwa unafanya nini. Itakuwa iko na, yani inaonekana iko aje na ina sense nini. Unafanya kitu kwa sababu unafurahisha mwenye uko naye. Unafurahisha mwenye unamuona kwa simu yako, hapa kwa simu yako kioo. Unamfurahisha. Lakini naye hujui ukimfurahisha hivyo anakuchukua nini, how do you screenshot sijui video ama nini. Baadaye umemfurahisha, umemaliza, unaona ni yeye uko na yeye. Lakini kumbe uko na yeye na uko na mwingine ni si mwingine. Anaiweka kando na wewe uko hapo unamfurahisha. Baadaye inakuja kuwa boom.
Hizo ndizo mambo tunajiuliza. Pia mimi niko kati ya hiyo kujiuliza maswali. Tuna watoto wanakuwa, watakuja kupata simu ama wako na simu. Ulifanya vituko na zikaiwa huko kwa mitandao, kaanikwa, haya ikakuwa sijui ikakuwa ni nini. Unaonekana yani sijui nitaiweka aje, mnaielewa. Sitaki kuziweka, kuziongelelea sana hapa. Kitu kimekuwa kibaya kabisa. Na sasa ikija kuwekwa kwa mitandao, ukiona kimekuwa kubaya, ndio naanza kujiuliza sasa nilikuwa nafanya nini? Sasa ni mimi nilifanya hivi? Before ufanye kitu, jiite mkutano kwa akili yako. Jiite mkutano kwa akili yako. Na nimesema mara 100. Ujiulize kitu nafanya leo. Miaka 2, mwaka 1, miaka 3 inayokuja. Kweli kitakuwa kizuri ama kitakuwa kitu mbaya, kimeharibu wale watoto wangu wamekiona. Wakaanza kujiuliza, huyu ni mama yangu alikuwa anafanya nini? Huyu ni baba yangu alikuwa anafanya nini? Huyu ni dada yangu alikuwa anafanya nini? Ndugu yangu alikuwa anafanya nini? Kwa hivyo mkuwe makini mkifanya vitu. Tukue makini tukifanya kitu kwa mitandao. Ufanye kitu ukiamka kesho, haitakuwa na lawama. Ufanye kitu ukiamka asubuhi, haitakuwa na lawama. Ufanye kitu ukifika jioni umeifanya, hakitakuwa na lawama. Siku hizi mambo yamekuwa mabadiliko, si vile kulikuwa zamani. Mimi sijui hizi zinaitwa hubs, sitaongelea hub yoyote, lakini hizi hubs zilikuja za mitandao. Kuna zenye si nzuri, kuna zenye ni nzuri, sijasema kuna kitu mbaya. Lakini chenye unafanya social media, dadangu, ndugu yangu, kuwa makini na ujiulize, kwani mimi nikifanya hii kitu itapendeza watu wengine? Ikionekana, hata kama nimefanya nimejificha na sijui kama itaonekana, itapendeza watu wengine? Swali yangu ni, kuna kitu kinaitwa kujifunika nguo. Hata kama unafanya vitu wazi wazi, unjisikii kujifisha, uogopange watu. Sometimes jifunike nguo. Vitu vingine ficheni, maana yake ni hiyo. Msikuwe wazi hivi eti mnafanya vitu kwa sababu kuna ile ya kujifurahisha, nipate malike, nipate likes, nipate viewers. No. Tujifurahishe kwa leo na kesho kitu ije angaliwa na mtoto wako, aone kweli ulifanya kitu nzuri. Tuelimishane pole pole kwa upole. Na mwenye unafanya vituko naye, kama ni kitu unafanya vituko kwa hizi simu, ukuwe makini sana, ukuwe na akili. Hii akili ifungue. Useme leo naangalia nafanya kitu fulani, huyu mtu ninamwamini aje? Tunaaminiana aje? Hata ukiwa mnaaminiana, hakuna mtu mzuri. Pia anaweza kuwa ni mbaya kwa hiyo saa. Akutangaze, upate hiyo aibu na huko unatarajia hivyo. Kwa hivyo langu na la mwisho, tukue makini tukifanya mambo kwa social media. Nenda pale kwa YouTube yangu, subscribe Cecilia Chess, na unilaikie na uniachie comment kama hiyo kitu imekupendeza. Nimeitolea jioni, mahali ulipo. Kama ni jioni, ulale poa. Kama ni asubuhi, umeamka aje? Umeamka poa? Mkuwe na siku njema. Bye bye. See you later.